Nipo na Edna Sunga, yeye ni katibu kamati ya programu za kijamii taifa kupitia chama cha ACT Wazalendo, na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mada moja tu ambayo inahusu nafasi ya wanawake katika vyama vya siasa. Karibu sana Edna. Asante. Nafikiri kwa sasa wanawake wana nafasi kubwa katika vyama vya siasa. Hasa ukichukulia, nikitoa mfano kwa chama changu cha ACT Wazalendo. Sisi chama chetu kilikuwa kikiwapa nafasi kubwa wanawake katika kuongoza hata zile ngazi kubwa za kitaifa. Unakuta kuna wanawake kule. Achilia mbali labda mwenyekiti ambaye alikuwa wa chama cha ACT Wazalendo Anangwila aliyepita. Lakini ukiangalia sasa hivi katibu mkuu wa ACT Wazalendo ni mwanamke. Lakini ukiangalia kuna zile kamati mbalimbali za kitaifa. Kwa mfano kamati ya bunge na serikali za mitaa. Mwenyekiti na katibu wake ni wanawake. Lakini hata kamati yangu mimi, kamati ya program za kijamii taifa, mwenyekiti wangu mimi ni mwanamke na mimi pia ni mwanamke. Kuna kamati ya fedha, mwenyekiti wake ni mwanamke. Hata mikoani sisi ukiangalia wenye viti, kwa mfano mkoa wa Mwanza, lakini pia na mkoa wa Shinyanga, wenye viti wake ni wanawake. Achilia mbali makatibu, hata Kigoma, katibu wa mkoa wa Kigoma kwa chama cha ACT Wazalendo ni mwanamke. Hata katibu wa Kahama, mkoa wa Kahama kwa ACT Wazalendo ni mwanamke. Kwa hiyo sisi tumepewa nafasi kubwa. Kwa hiyo kuna fursa na wanawake wanapewa nafasi ya uongozi. Na katiba ya ACT inasemaje kuhusu mwanamke? Sisi katiba yetu inakwenda 50-50. Ukiangalia wanakuambia katika kama kuna viongozi wanatakiwa 3, basi angalau mmoja awe mwanamke. Lakini kama kuna nafasi za uchaguzi wanatakiwa viongozi 4, basi 2 wawe wanawake. Lakini pia tunachukuliwa pia kwa ujumla, tunaangaliwa uwezo. Kama mwanamke una uwezo, unapewa nafasi kabisa ya kuongoza bila kujali zile 50-50 au ile angalau 1% au ile 2 ya 3. Wanawake ambao wamepata nafasi katika medani ya siasa, unadhani wanatendea haki zile nafasi wanazozipata? Wapo wanaozitendea haki. Nikiangalia mfano mwenyewe, mimi natendea haki nafasi yangu. Lakini ukiangalia hauna muda mrefu, lakini toka uchukue nafasi hii. Toka nichukue nafasi hii sina muda mrefu. Before nilikuwa ni katibu wa vijana taifa. Kwa bado nilikuwa na nafasi, lakini pia nimetoka kwenye nafasi mbalimbali. Nilikuwa ni mwenyekiti wa maendeleo ya jamii mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia nimewahi kuwa ni afisa wa department ya fedha makao makuu pale. Nishawahi kuwa hata mwenyekiti wa kata ya Msigani kwa chama cha ACT Wazalendo. Unaweza ukasema ushawahi, lakini umefanya nini? Nimefanya mengi. Mimi huwa najitahidi kadri niwezavyo. Ninapopata nafasi ya uongozi fulani, najitahidi kadri ya uwezo wangu kuitumia iwezekanavyo kuitendea haki. Nafikiri na ndio maana pengine hata nyie mmeweza kuniita leo. Kama ningekuwa sitendei haki nafasi zangu, sidhani kama nyie mngenijua leo mkaweza kuniita. Lakini tunazungumzia wewe binafsi na ndani ya chama. Kuna wengine ambao wako CCM, wengine wako Chadema. Ni wanawake ambao walipewa nafasi. Kwa mtazamo wako, unadhani wamefanya kitu? Wapo wachache wanatendea haki zao. Lakini pia ninaweza nikaangalia labda kwa mfano labda waziri wa vijana, kazi ya ajira, labda Jenista Mhagama. Unaona anafanya kazi yake nzuri. Ukimwangalia hata mama Samia Suluhu anafanya kazi yake nzuri. Kwa hiyo mengine tuwape tu kwamba wengi wachache of course wanapewa nafasi, japo wengine wakipewa nafasi wanabweteka. Lakini pia kuna changamoto saa nyingine zinawafanya wawe hivyo. Mwingine anapewa nafasi kama mwanamke, lakini katika siasa inakuchukulia ile kwamba wewe ni mwanamke. Kwa hiyo mtu anasahau kwamba ninyi mpo kazini pale. Kwa hiyo anataka kutreat kama wewe mama wa nyumbani, yani kama mke wa nyumbani, anatakiwa usikilize wanasema nini. Lakini kama wangekuwa wanaacha kwamba
hawa ni wanawake, tumewapa nafasi, ndio ni viongozi wakawaheshimu. Wanawake wana uwezo mkubwa sana wa kudeliver. Malengo yako kisiasa ni nini hasa? Mimi nina malengo makubwa kwamba nataka nifanye yani nchi yangu, rasilimali za nchi yangu yani ziwe kwa ajili ya faida ya taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ndoto yangu ni kwamba nisimamie hayo. Na ndoto yangu kubwa nafikiri imeanza kukamilika, kwa sababu saa hizi nilikopo na mpango kwamba niingie kwenye siasa ili niweze kuingia katika maamuzi kwa ajili ya serikali pengine, kwa sababu vyama vya siasa ndo mwanzo wa kuingia serikalini, kwamba niingie katika maamuzi ya nchi yangu. Kwa hiyo nimeanza sasa. Kesho hakuna anayejua, lakini nafikiri niko katika sehemu nzuri ambayo inaweza ikaniwezesha sasa nikaingia katika kufanya maamuzi ya nchi yangu, lakini lengo kubwa ni kwamba kuhakikisha wananchi wanafaidika na nchi yao.